Bwana, mambo vipi? Kama kawa kama dawa. This is DMX all the way kutoka pale Kirumbo TV. Leo hii nataka tumwangazie mwanamke mmoja kwa jina la Harris Mkelebe, ambaye ni mwanamke wa ajabu sana, mwanamke aliye na ndevu. Unaweza kuwa usiamini, lakini hiyo ndio kweli. Hebu tumsikize kwa ufupi anasemaje na mbona hajaolewa mpaka leo. Habari yako Dalis? Salama kwema. Kwema kabisa. Sasa tumefurahi kuona. Na mimi nimefurahi pia. Okay. Kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi wangependa kufahamu majina yako halisi yote. Wewe ni mkazi wa wapi? Na pia kama itakupendeza utuambie umri wako, pia itakuwa ni vizuri zaidi. Alafu tutaendelea. Karibu. Kwa majina yangu naitwa Harris Mkelebe. Ni mzaliwa wa wilaya ya Mleba. Ninaishi Mleba. Okay. Hapo unaishi na nani wewe? Hapa naishi na mdogo wangu na mwanangu pia. Ni mwanao ana umri wa miaka mingapi? Miaka 14. Ni wa kike wa kiume? Ni wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline. Jacqueline. Vipi kuhusu wazazi wako? Wazazi wangu yupo baba. Anaishi wapi? Anaishi huku Mleba. Okay. Vipi kuhusu masuala ya familia yako wewe kama wewe sasa? Vipi kuhusu familia? Familia yangu naishi mimi mwenyewe. Kwa nini? Baba mtoto yuko wapi? Baba mtoto tulitengana. Okay. Ikabidi nianzishe maisha yangu mwenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, nipo napambana na maisha yangu. Okay, unafanya shughuli gani ambayo inakusaidia kujiingizia kipato kila siku? Mimi kazi ambayo nafanya, ninauza nguo za kina mama na watoto pia. Okay, maeneo gani? Nauzia minadani, magulioni yani. Okay. Lakini leo tumekupata uko free. Leo hujaingia kazini? Leo sijaingia kazini, ameenda mdogo wangu. Sasa tumekutafuta siku nije kukutembelea huko Bukoba, Muleba, na leo ndo tumekutana. Karibu sana. Kabisa kitu gani ambacho kimenifanya mimi nikutafute? Kitu ambacho kimenifanya mimi nikutafute unakifahamu. Ni juu ya muonekano wako, wewe unavyoishi na umekubaliana na hiyo hali. Unaweza ukalizungumzia kidogo kwa ufupi kidogo kuhusu muonekano wako wewe. Unauchukuliaje kama wewe? Kwa kweli muonekano wangu ni kitu ambacho nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikakubaliana na hiyo hali. Nimekubaliana nayo, naishi nayo. Kwa hiyo nimekubali matokeo. Na ulianza ku experience huo muonekano lini, au ulianza kujua kuwa una ndevu, au ndevu zilianza kuota ukiwa na umri gani labda? Nilikuwa na miaka 19. Ulikuwa ni mwanafunzi wakati? Nilikuwa form 2. Form 2. Ilikuwaje mara ya kwanza unaona sasa ni msichana lakini unatoka na ndevu? Ulichukuliaje hilo swali? Zilitoka ndevu kama 2 au 3. Zikaanzia shingoni, baadaye zikawa zinapotea zinarudi. Lakini baada ya hapo zikaenda zikaongezeka. Baada ya muda ndo nilihitimu form 4. Nikawa nimeolewa. Kwa hiyo baada ya kuolewa nikawa nazinyoa hizo ndevu. Kwa hiyo baada ya hapo zikaenda zinaongezeka mpaka mnavyoziona hivi. Na mwanaume wako kwa kipindi hiko ni kwa nini ulikuwa unatoa sawa wakati huo? Kwa sababu nilikuwa na mwenzangu. Okay. Kwa ndio ikawa upendi kukaa na ndevu. Ndio. Kana mna ndevu wote watu wawili. Ukachukulia ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwenye familia yenu nyie kuna mtu yote ambaye ana muonekano kama kwako? Wapo, lakini wanazo kidogo, sio nyingi kama za kwangu. Ni nani kwanza ambaye uko nazo? Kuna shangazi zangu 2. Wako hapa Muleba? Hapana, mmoja yupo Dar, mwingine yupo Moshi.
wadau unaweza ukatuconnect naye tukifika hata kumuona tu hivi. Yule ni mkali da. Unaweza kuongea naye tu, bwana kuna watu wamekuja kunitembelea wanataka kuona na wewe. Naweza kukubali. Hawezi kukubali. Wote ni wakali hao. Okay. Na mwingine? Na mwingine ni mdogo wangu ila na mwenyewe ananyoa, na mwenyewe yupo da. Yupo da. Anazo nyingi kama yeye ambazo? Hapana, bado ni kidogo, bado ziko huku chini. Na tumeona za kwako zina muonekano mzuri, yani ziko vizuri. Na uwaga unazihudumia? Ndio, nazihudumia. Unazihudumia kwa mtindo gani? Naenda saluni nazitinda. Okay. Alafu kuna mafuta napaka. Kwa wiki uwaga unaendaga saluni mara ngapi? Naweza nikimaliza muda, kama sasa hivi nina muda nimeenda saluni. Mtoto wako anasemaje juu ya muonekano wako? Mtoto wangu kwa kweli, kuna kitu chochote ambacho anakuuliza au kuna kitu chochote ambacho uwaga anashangaa kutoka kwako? Alianza anashangaa mwanzoni, lakini sasa hivi amenizoea. Amekuzoea. Ila anapata changamoto huko shuleni, wanafunzi wenzake wanamsema eti mama yake ana ndevu. Kwa hiyo si wanachukuliaje? Wanachukulia. Maana huwa anafika hatua ananiambia uje shuleni wakuone eti wamekumisi watoto. Yeye yuko body. Na mume wako at the first time anakufuata kwa mara ya kwanza, kati anakufuata hajakwambia? Hapana. Sasa kwa sasa hivi umeziachia zinaota hivyo zenyewe kama zenyewe? Ndio. Bila kukata kama kipindi cha nyuma ulivyokuwa unafanya. Watu wanaongelea vipi kuhusu hilo swala mtaani? Mtaani watu wanaongea mambo mengi. Wengine wanahisi mimi nina jinsia mbili. Wakati mimi nina jinsia moja. Kwa hiyo unakuta ni changamoto. Wengine wanawafuata marafiki zangu mpaka wanawaulizia kwamba huyu mwenzenu si ana jinsia mbili. Na wao wanadhibitisha kwamba hapana, ni mwanamke. Yaani mtu mwingine aamini kabisa. Kwa hiyo hizo ndo changamoto. Okay. Kuna mtu yote ambaye baada ya kuachana na mume wako, kuna watu wote ambao walishakukufuata labda kutaka kukuoa, kutaka kuwa na wewe? Wakutaka kunioa hamna, labda na wakuwa nao kwenye mahusiano. Ilikuwaje, ushakupo nao? Lakini ndo hivyo sasa hivi. Tumetengana. Kwa nini? Changamoto tu za maisha. Kama zipo, unaweza kutuelekeza hata moja mbili? Wanaume waeleweki. Ni kwa nini? Lakini wakikufuata muonekano wako wanaochukulia ni kawaida tu? Wanachukulia kawaida. Sasa hakuna wanaume ambao wanaogopa muonekano wako labda? Wapo, lakini ambao wamekuzoea wanaona wewe ni wa kawaida. Labda wale ambao hawajakuzoea ndo wanahisi kwamba wewe ni wa tofauti. Lakini waliokuzoea wanahisi ni kawaida. Ili mtu aweze kuwa na wewe sasa anatakiwa awe ni mtu wa namna gani? Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Nataka nipambane na maisha yangu. Ili nikamilishe malengo yangu ambayo nimeyapanga. Ikitokea sasa kuna mtu yuko serious sasa. Unajua sometimes anaweza akaja mtu serious kweli anataka kuoe na mkukubali wewe kama ulivyo. Sawa, anaweza akatokea, lakini mpaka nijifikirie sana. Na ikitokea kwambia bwana, mimi Ellis nataka kuishi na wewe, nataka nikuoe, lakini nataka utoe ndevu. Hii haiwezekani. Kwa nini? Hapana, bora niache kuliko kutoa ndevu. Ni kwa nini sasa mwanaume wako ndo anakupangia sasa? Hapana. Mimi napenda wewe. Anapaswa kubaliane na hali aliyonikuta nayo. Kupata sehemu yote. Hapana. Hujapata fursa yote. Okay. Changamoto ambazo unazipitia sasa wewe, ukiachana na hizo ambazo umeniambia hapo, kama kuna changamoto nyingine ambazo unazipitia kutokana na muonekano wako? Changamoto ni hizo ambazo nimezisema awali, sio nyingi sana. Ni hizo tu za watu kutokuelewa. Okay. Labda kama kuna kingine
cha kumalizia ambacho mimi sijakuuliza, ungependa tushirikishe? Sasa bado mazungumzo yataendelea, lakini kama kuna chochote ambacho unapenda tushirikishe, tunaomba utuambie. Na watu hawajajua sasa unafanya biashara gani? Biashara yangu ni ya kuuza nguo za kina mama na watoto. Okay, basi sawa. Mtoto ni lini tunaweza tukamwona mtoto wako? Mtoto yupo shule, labda akifunga mwezi wa 4. Okay. Dada Alice, Abe, kuna haja ya wewe kubadili muonekano wako labda? Hapana. Hakuna haja. Ni kwa nini unahisi kukaa hivyo hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa wewe? Mimi nitakaa hivi hivi kwa sababu hii hali mimi sijaitafuta, nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakubaliana na hii hali, ndo maana napenda kukaa hivi hivi nilivyo. Okay, kuna wanawake wengine wapo katika hali kama yako na wamekuwa wakijificha sana. Wengine wanatoa ndevu au wengine wanakuwa wanavaa ninja muda wote. Una lipi la kuwaambia au lipi la kuwashauri? Nawaambia wajikubali. Kwa sababu hiyo hali wao hawajaitafuta. Walipewa na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo wakubaliane na hiyo hali. Ongea na kinyozi wake na hivi ndivyo anavyosema. Naitwa Jackson Simoni Damian, mkazi wa Mbeba. Muda mrefu, takriban kama miaka 7 hivi namnyoa. Na wewe ndio kinyozi wake? Na mimi ndio kinyozi wake. Jamaa ndo namweka mjini mpaka muonekano huu ni mimi. Siku ya kwanza sikuweza kumuuliza maswali yoyote kwa sababu kwanza sikuwa na ukaribu na yeye. Kwa ingekuwa ni ngumu sana kumuuliza maswali yanayohusiana na muonekano wake. Ila baada ya kuzoeana nikaa namtania. Nikaa namuuliza hivi una mume? Akaniambia na mume. Sema mume wako hivi haogopi hizi ndevu? Ungekuwa wewe ni mke wangu mimi ningekwambia uzinyoe. Basi tukawa tunataniana hivyo tunaishi mpaka leo kama hivyo. Ulishakupokea mtu namna hii hapa saloni? Hapana, ndo wa kwanza. Yeye kumuona sehemu nyingine yote? Labda kwenye TV. Labda kwenye TV au kwenye simu. Mara nyingi naona kama wanawake wa Kihindi ndo baadhi wana ndevu nyingi kama huyu. Okay, wewe unashauri vipi watu ambao wana ndevu kama hizo lakini wamekuwa wakizificha au wakizitoa? Wasiogope kwa sababu mwisho wa siku wao sio waliotaka kuwa hivi, wala si kitu ambacho ni dhambi, ni wameumbwa hivyo na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wala wasiogope, ni jambo la kawaida tu. Ndio. Na nini gani la kumwambia dada Alice uko naye? Dada Alice bana, mimi naomba ajikubali tu, na anajikubali hata kabla sijamwambia. Ndio hivyo. Baada ya hapo tuliweza kukutana na rafiki yake wa karibu sana, naye pia alikuwa na ya kusema. Naitwa Samia Timikidadi Harufani, natokea Mreba mjini. Dada Haris ni best friend. Katika jamii ni mwanamke kama wanawake wengine, ni mama kama mama wengine, lakini kwa upande wangu mimi ni BFF wangu. Na watu wanazungumzia vipi juu ya muonekano wake? Kidogo uko tofauti na mama wengine. Kwa wewe sasa ukiwa kama rafiki yako unazungumzia vipi? Kwa watu wengine, kwa jinsi ninavyokaa naye inampa encourage. Watu wanamchukulia visivyo, wengine wanajua labda ana jinsia mbili, wengine wanajua labda yuko tofauti na wanawake wengine. Lakini kwa upande wa watu sisi tuliomzunguka, hasa mimi binafsi, ni mama kama mama, ni mwanamke kama mwanamke, na ni mwanamke ambaye ana mtoto. Kwa hiyo sina mashaka kwamba ana jinsia mbili, ana jinsia moja. Lakini ana upendo kama wanawake wengine, anashiriki shughuli zote za kike. Kwa hiyo mimi naona yuko vizuri. Sasa unawaambia vipi watu wengine wa mama ambao wana muonekano kama wa Haris lakini wao wanaficha muonekano wao au wanatoa hizo ndevu? Unawashauri kitu gani au una neno gani la kuongea juu yao? Kwa upande wangu mimi sioni kama ndevu ni ulemavu. Wapo watu ni virema, wapo watu tangu wazaliwa hawajawahi kuona hata jua, lakini yeye ndevu ni sehemu tu ya, niseme ni kama homoni niseme. Kwa hiyo wawe huru, hamna haja ya kukata, kunyoa, sijui kuweka madude fulani zisionekane ndevu.
alichokupa Mungu chochote ni fursa. Yawezekana hizo ndevu zake ni fursa kwake. Yawezekana leo asingelikuwa na ndevu, asingelikuja kuhojiwa. Kwa hiyo kila kitu anachokupa Mungu ni fursa. Sioni haja ya wanawake wengine kuendelea kuficha ficha. Asante. Na pia kwa kumalizia, kama kuna kitu chochote ambacho ungependa kutushirikisha ambacho hatujakuuliza, karibu. Mimi kwa upande wangu ninachoweza kusema, labda niseme kwa watu wengine wasiomfahamu dada Haris. Dada Haris ni mtu ambaye ni raia mwema, ni mtu ambaye ana upendo mkubwa, ila watu wengi wamekuwa wakimuogopa kutokana na muonekano wake. Lakini ni mama ambaye ni mpole sana, ni mstaarabu sana. Wasimuogope, wawe karibu tu, wamuone kama wanavyoona wanawake wengine. Ni hilo tu. Ni mwanamke wa kawaida tu, isipokuwa ndevu ndo mtu anaweza akaona kwamba labda si mtu wa kawaida. Una muda gani tangu umeanza kufahamiana naye? Huyu kwanza nimemuona tangia kama 2000, mwaka 2000 hivi. Mara yako kwanza kumuona, ni maswali gani ambayo ulijiuliza wewe mwenyewe kabla ya kukutana naye, kabla ya kuongea naye? Sasa sijaongea naye wala kumuuliza. Hakuna maswali yote ambayo ulijiuliza wewe mwenyewe? Ni kitu cha kawaida. Kuna sehemu yote ambayo ulishakumwona mtu kwa namna ya alivyo? Ani wapo, lakini sio wengi. Wapo lakini hawana ndevu kama za kwake. Na hata kama kuna sehemu ambayo umepanga uende naye, inabidi upumzike kidogo ili watu wapige naye picha, kisha muendelee na safari. Nikasema laiti tungepata nafasi ya kumleta Kariakoo, basi pangekuwa bwana. Mambo vipi kama kawa? Hiyo imekuwa ni historia yake dada Haris kutokea maeneo ya pale TZ, ambaye amekuwa anaelezea historia kuhusu maisha yake na changamoto anazokumbana nazo. Je, ungekuwa Haris ungemkufuru Mungu ama ungemshukuru Mungu? Kwa maumbile. Kumbuka Kirombo TV ndio nyumbani kwa vipaji na burudani. Tukutane tena kwa next episode.